Haleluya, haleluya, litukuzwe jina la Bwana Yesu. Tunamshukuru Mungu Baba wa rehema kwa upendo wake na neema yake katika maisha yetu. Ametupa siku nyingine, siku mpya kabisa inayotoka katika kiti chake cha enzi. Basi na kukaribisha katika tafakari ya neno la Mungu. Tafakari ya leo ni ya tarehe 23/2025, ni Juni, mwezi wa katikati kabisa wa mwaka 2025, siku ya 23 ya mwezi wa 6. Naitwa Zawadi Machibia. Tafakari ya neno la Mungu inakujia ikiwa imeandaliwa na mchungaji Chris. Inapatikana katika Rhapsody of Realities ama Rhapsody ya uhakika. Na hii ni sauti ya Rhapsody. Basi ujumbe wetu leo unasema hivi: haki maalum kutoka kwa Mungu. Haki maalum kutoka kwa Mungu. Neno letu la msingi liko katika kitabu cha Warumi sura ya 3 mstari wa 22 hadi wa 20, mstari wa 21 hadi wa 22. Mistari hii inasema hivi: lakini sasa haki ya Mungu imedhihirishwa pasipo sheria, ikishuhudiwa na Torati na manabii, haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Nitarejea tena mstari huu. Huu ni mstari wa ufunguzi, unasema lakini sasa haki ya Mungu imedhihirishwa pasipo sheria, ikishuhudiwa na Torati na manabii, haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Katika ufafanuzi, tafakari ya neno la Mungu leo inasema, Waebrania sura ya 9 mstari wa 11 hadi wa 15 inatuambia jambo la ajabu kuhusu Bwana wetu Yesu Kristo. Katika mstari wa 13 hadi wa 14 inatofautisha kati ya damu ya wanyama waliouawa kwa ajili ya upatanisho wa dhambi katika Agano la Kale na damu ya Yesu Kristo. Inasema hivi: kwa maana ikiwa damu ya ng'ombe na mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyiziwa wenye uchafu hutakasa hata kusafisha mwili, basi si zaidi sana damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Inaendelea katika mstari wa 15 kusema, na kwa sababu hii ni mjumbe wa Agano Jipya, ili mauti ikiisha kufanyika kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya Agano la kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Kwa maneno mengine, kwa makosa yote yaliyofanywa chini ya Agano la Kale, damu ya Yesu pia ilikuwa kwa ajili ya utakaso wao. Ingawa mafahali na mbuzi walichinjwa kwa ajili yao mwaka baada ya mwaka, damu yao ilifunika tu, lakini haikuondoa dhambi zao. Lakini damu ya Yesu iliosha dhambi zote. Haleluya! Si ajabu Paulo anasema katika Warumi sura ya 3 mstari wa 21 na wa 22 kwamba haki kutoka kwa Mungu imefunuliwa. Aina hii mpya na ya kipekee ya haki hutolewa katika Kristo. Hata Ibrahimu hakuwa na haki hii ya kipekee, ingawa yeye alikuja kupewa haki. Biblia inasema katika Warumi sura ya 4 mstari wa 3, kwa maana maandiko matakatifu yasemaje? Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa haki. Kwa hiyo aina hii mpya na ya kipekee ya haki hutolewa katika Kristo. Hata Ibrahimu hakuwa na haki hii ya kipekee, ingawa yeye alipewa haki. Haki ambayo tumepewa katika Kristo Yesu ni haki izidio sana. Katika Warumi sura ya 5 mstari wa 1 inasema, basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na mwe na
amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kuhesabiwa haki kuna maanisha nini? Maana yake ni kutangaziwa kuwa huna hatia, huna hatia, huna hatia. Hii ni zaidi ya kusamehewa au kufutiwa dhambi zetu. Badala yake inamaanisha hatujawahi kutenda dhambi. Inamaanisha hatujawahi kutenda dhambi. Hatungeshtakiwa kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya yale ambayo Yesu aliyatimiza kwa ajili yetu. Biblia inasema ilikuwa ni halali, ilikuwa ni haki kwa Mungu kufanya hivi. Ukiangalia katika Warumi sura ya 3 mstari wa 26 anasema, ili kudhihirisha haki yake wakati huu, apate kuwa mwenye haki na mwenye kumhesabia haki yeye amwaminie Yesu. Haki hii ya kipekee kutoka kwa Mungu ni kwa imani ya Yesu Kristo. Ni matokeo ya kifo chake, kuzikwa na kufufuka kwake. Na kulingana na Warumi sura ya 3 mstari wa 22, hii ni kwa kila mtu na juu ya kila mtu anayeamini katika kazi zake zilizokamilika. Haleluya. Maombi. Mpendwa Baba, ninakushukuru kwa kunijalia haki ipatikanayo kwa imani kwa Yesu Kristo. Ninafurahia ukweli huu wenye utukufu kwamba nimehesabiwa haki, si kwa matendo yangu bali kwa neema yako. Ninatembea katika uhalisia wa haki hii bila hukumu, na nikiijua kikamilifu asili yangu ya kiungu katika Kristo, katika jina la Yesu, amina. Basi masomo zaidi yako katika waraka wa pili kwa Wakorintho sura ya 5 mstari wa 17, wa Galatia sura ya 2 mstari wa 16 na kitabu cha Tito sura ya 3 mstari wa 7. Ni matumaini yangu ujumbe wa leo umekubariki, kwa sababu neno la Mungu linabariki. Ukifungua moyo wako ukapokea kwa dhati ya moyo neno la Mungu, linakubariki, linakubadilisha. Kwa hiyo katika ujumbe wa leo tumezungumzia ama tumepewa neno kuhusu haki ya kipekee inayotoka kwa Mungu. Si kwa matendo yako wewe, kwamba wewe umeenda kufanya hivi, umefanya hivi, umefanya kwa ajili ya Mungu. Hapana, ni kwa sababu ya kile Yesu alichokifanya: kifo chake msalabani, kuzikwa kwake kaburini na kufufuka kwake, ambaye sasa yu hai. Hiyo ndio haki yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Basi kama una maswali, una ujumbe, unataka ufafanuzi, unataka kufadhili Injili isonge mbele, basi usisite kutuandikia ama kuwasiliana nasi kupitia nambari hii alama kujumlisha 255 766 444 996. Mungu Baba aliye hai akubariki.